Picha linaanzia nyumbani kwa bwana Diamond. Huyu bwana akamuoa bibi Goldina. Haya ni madini ya aina mbili tofauti kabisa, almasi na dhahabu. Mpaka sasa wamebahatika kupata watoto wawili tu na wote ni gold. Jambo hili linamuumiza sana Diamond. Bibi Goldina anapata ujauzito wa 3. Wakati huu bwana Diamond anamwambia bibi Goldina kuwa kama huyo mtoto atakayezaliwa atakuwa ni gold tena, mimi na wewe basi huwezi ukawa unanizalia watoto wasiofanana na mimi. Siku zikaenda, hatimaye muda wa kujifungua ukafika. Mtoto aliyezaliwa ni gold tena. Mama mtu anapokea taarifa hiyo kwa furaha sana, lakini taarifa hii si nzuri kwa bwana Diamond. Umenizalia tena madini haya ya bei rahisi, mimi na wewe ndo basi tena, sikutaki tena nyumbani kwangu. Bibi Goldina anaumia sana kusikia vile, hivyo anaamua kumpigia baba yake na kumwelekeza kila kitu. Baba Goldina anaenda anamchukua Goldina na watoto wake na wanaanza kuishi pamoja nyumbani kwa furaha sana. Upande wa pili tunamkuta bwana Diamond akiwa kazini, anapewa kazi na bosi wake. Inabidi aende Dubai kwa ajili ya kufanikisha dili kubwa sana la kibiashara kati yao na tajiri mkubwa sana kutoka Dubai kwa jina la Blue Diamond. Bila kukawia, safari inaanza hadi Dubai. Upande wa Goldina tunamuona akiwa kapendeza sana. Kuna sehemu alikuwa anaenda. Mama na baba, naombeni mnisaidie kuangalia watoto, nataka niwahi interview. Usijali mwanangu, Mungu akutangulie huko uendako. Bila kujua, kumbe ofisi aliyoenda kuomba kazi ndio ofisi anayofanyia kazi mume wake. Ile kufika pale, bosi akamwambia, ofisi yetu inaajili almasi tu, huwa hatuajili madini ya aina nyingine. Jamani bosi, tafadhali nakuomba sana nipe alau hata nafasi moja tu nikuoneshe kwa nini nastahili kupata kazi kwenye ofisi hii, na kuahidi nitajituma sana na kukuletea matokeo makubwa sana kwenye kampuni yako. Kwa kuwa umesisitiza sana, basi nitakupa mwezi mmoja wa majaribio, naamini hutoniangusha. Goldina alifurahi sana na kumhakikishia kuwa hatojutia. Bwana Diamond baada ya kufika Dubai na kukutana na tajiri Blue Diamond, mambo yanagonga mwamba kabisa. Anashindwa kumshawishi tajiri awekeze mpunga kwenye kampuni. Bosi baada ya kupokea taarifa ile anamwambia haina shida, kesho funga safari uje hapa ofisini, nitajaribu kumtuma mwakilishi mwingine. Baada ya kukata simu anamfuata bibi Goldina na kumpa kazi hiyo. Bibi Goldina anaipokea taarifa hii kwa furaha sana. Goldina anafika Dubai na kukutana na Blue Diamond. Baada ya maongezi ya kina, tajiri anakubali proposal ya bibie na kukubali kutia mpunga. Bosi kusikia vile alifurahi sana na kumpa bibie cheo kikubwa kama meneja katika kampuni ile. Kumbuka cheo hiki kilikuwa cha bwana Diamond, lakini kapokonywa baada ya kushindwa kukamilisha dili na bwana Blue Diamond. Mshikaji baada ya kusikia hivyo alikasirika sana. Bosi, unampaje cheo hiki mtu kama huyu? Yaani madini ya bei che kama haya ndo unayapa nafasi kubwa hivi hapa ofisini? Bosi alimjibu kwa kauli fupi sana kuwa kuna muda madini ya bei che huwa na thamani kubwa kuliko almasi. Basi bosi ikabidi afanye sherehe kubwa sana ya kumpongeza bibi Goldina, sababu dili alilofanikisha lilikuwa la pesa nyingi sana. Katikati ya shughuli, bosi akaanza kucheza na Goldina huku akiongea maneno mawili matatu. Bwana Diamond alikasirika sana kuona jambo hili, akasema nitakukomesha. Wakati sherehe inaendelea, bosi akaamua kuchombeza kidogo. Vipi, kwani tusiende sehemu tulivu na yenye faragha zaidi? Jamani, si kila mtu atatuona hapa tukiondoka wote. Bosi akamuuliza unajali? Bibi Goldina akajibu hapana. Basi tuondoke. Wakapanda gari na kuondoka. Lakini wakiwa njiani, baba yake Goldina akapiga simu akamwambia kuwa wanao wamefuatwa na baba yao. Binti kusikia taarifa hii alishtuka sana na kumwambia dereva ampeleke mara moja nyumbani. Kufika nyumbani akamkuta yule mtoto mdogo tu wa mwisho na wengine hawapo. Akampigia simu baba yao na kumuuliza watoto wako wapi? Huwezi kuwaona tena hao watoto, ila kama unawajali sana nitakurudishia kwa sharti moja tu, inabidi uache kazi mara moja. Kutokana na uchungu wa watoto wake, bibi akaamua kukubali kuacha kazi. Akamfuata bosi na kumpa taarifa hiyo kuwa anataka kuacha kazi kutokana na sababu zake binafsi. Hapana Goldina, huwezi kuacha kazi. Unajua ni kwa kiasi gani kampuni hii na kuhitaji? Shida ni nini mpaka uache kazi? Ama mshahara ni mdogo? Sema unahitaji kiasi gani nami nitakuongezea. Au kuna kitu kibaya nilikufanyia jana kimekukasirisha? Hapana bosi, kuwa na amani tu. Nimeona watoto wangu bado ni wadogo sana, hivyo nahitaji kuwapa muda wangu mwingi kuwalea wakuwe kwanza.
Bibie Goldina alimfuata bwana Diamond na kumwambia kuwa kaacha kazi hivyo ampe watoto wake. Nitawaleta nyumbani usiku wa leo, ila kama tulivyokubaliana, sitaki kuona uso wako tena hapa, la sivyo utajuta. Wakati wanaendelea na maongezi yale, bosi akawakuta na kuhisi jambo kati yao. Ikabidi awaulize, nini kinaendelea hapa? Nimekuja tu kumwaga, nisingeweza kuondoka bila kumwaga. Lakini bosi tayari kuna kitu alihisi akipo sawa. Akasema atafuatilia. Akatuma chao wake hadi wakajiua nyumbani kwa wazazi wake. Alifika na kukutana na baba yake Goldina na kumsalimia na kuomba aongee kidogo. Jamaa akataka kuanza kujitambulisha, lakini mzee akamwambia kuwa nakufahamu vema mwanangu. Mwanangu Goldina amekuwa akikuongelea kila siku. Jamaa kusikia vile kabidi aulize, alikuwa ananizungumzia kwa mema ama kwa mabaya? Mara zote amekuwa akikuongelea kwa mema, anakupenda sana. Kwa nini aache kazi ghafla kiasi hicho bila sababu yote ya msingi? Nahisi ni kwa sababu ya aliyekuwa mumewe ambaye bado anafanya kazi kwenye kampuni yako. Jamaa kusikia vile akavuta picha, akakumbuka ile siku binti anaacha kazi, akapata kitu. Basi akamwaga mzee na kusema kuwa atajua cha kufanya. Binti alikuwa tayari kashahama pale nyumbani kwa wazazi wake na kwenda kutafuta makazi sehemu nyingine mbali kabisa kwa sababu ya usalama wake na watoto wake. Bosi akaamua kutuma chawa tena kwenda kumfuatilia na kujua wapi alipo. Chawa akatuma taarifa kuwa akamuona sehemu ya soko akiuza matunda. Bosi akasema endelea kufuatilia hadi ujue anapoishi. Upande wa pili, huku ofisini, kulikuwa na ugomvi mkubwa sana kati ya bwana Diamond na bosi wake. Wewe jamaa, una shida gani? Wewe na mke wako simshaachana, sasa kwa nini unaendelea kumkosesha amani? Au bado huja move on? Ni kwa sababu bado nampenda bosi. Acha uongo wako. Mara ngapi nimekushuhudia ukijihusisha na wanawake wengine hapa kazini, afu bado unasema ulikuwa unampenda mke wako. Sasa nakupa onyo la mwisho, ni either umwache huyo binti aishi maisha yake kwa amani au uendelee unachokifanya, afu tutaona. Upande wa pili, Chawa akafanikiwa kupata location ya binti na kumtaarifu bosi. Bosi alisafiri na kumfuata Bibi Goldina. Jamaa alikuwa na wivu balaa. Kufika tu akamkuta jamaa mwingine anatoka ndani kwa bibie. Pale pale akamvaa na kuanza kumshushia kipigo bila kuuliza. Binti akatoka na kuuliza, una shida gani wewe? Kwa nini unampiga, akakosea nini? Jamaa akapaniki akasema, nimemwona akitoka kwenye nyumba yako. Yes, ulisema mimi ndio tatizo kwa mume wako. Mbona upo na mtu mwingine sasa? Binti akamweleza kuwa huyo ni mwanasheria wangu, tunashughulikia swala la talaka. Jamaa akakubali na kumwomba msamaha. Wakaanza kupiga stori pale. Jamaa akauliza mambo yanaendaje na watoto. Naona sasa hivi umeanza kupoteza nuru. Tunajitahidi kila tuwezalo kuishi. Kabla hajaendelea, simu ikaita. Namba ilikuwa ya baba yake. Akapokea, kumbe alikuwa bwana Diamond. Mambo mrembo, na imani Prince Charming wako kafika salama. Binti alishtuka sana kusikia sauti yake na kujua mambo hayapo sawa. Naam, sehemu ya kwanza inaishia hapa. Kuwa karibu na peji yetu ili usipitwe na mwendelezo wa simulizi hii. Bila kusahau kusubscribe channel yetu ya YouTube, linki kwenye bio ya peji yetu. Huko tunaposti simulizi kamili bila kuzikata kila siku. Chao.